Karibu Busungu TV. Ili uwe wa kwanza kupata makala hizi, bonyeza neno subscribe mkono wako wa kulia. Umefundishwa kumwogopa Mungu kuliko kuuliza swali, si ndio? Umeaminishwa kuwa mwenye mashaka ni mwenye dhambi, na ukifungua akili yako unaitwa mwasi. Swali: kama kweli uko huru, kwa nini unaogopa kufikiri? Hii ndiyo Busungu TV, uchungu wa kujua kuwa ulichokiamini kilikuwa kifungo kilichopakwa rangi ya imani. Hapa hatubembelezi miungu ya kutungwa, hatuogopi maandiko, bali tunayapekua, tunayachoma hadi ukweli upatikane. Busungu ni mahali ambapo roho yako inalia, lakini hatimaye inafunguka. Ukija hapa usitafute faraja, bali tafuta ukweli. Kumbe mbingu na moto wa milele ni mtego. Nilipokuwa mdogo, nilifundishwa kwamba kuna macho yasiyoonekana yanayotazama kila tendo langu. Macho ya miungu, macho ya mbinguni, macho ya Mungu. Ukifanya vibaya utachoma moto wa milele, waliniambia. Na nikiwa na hofu ya kuungua, nilijifunza kunyenyekea na kuomba radhi hata kwa mawazo yangu mwenyewe. Nikajifunza kuogopa hata kile nilichokihisi moyoni. Nilipokuwa mkubwa, nilianza kujiuliza, ni kwa nini Mungu wa upendo anitishie kwa moto wa milele? Mbona kila fundisho la dini linanifanya niwe mdogo? Nilikubali kuonewa, nilikubali kuwa kipofu, nisihoji. Mwisho nikapata majibu ya kuwa dini ni mfumo wa utawala wa kiimla au kidikteta uliojificha chini ya kivuli cha wokovu. Mtego wa kiimla unaovaa ngozi ya utakatifu. Dini sio tu mafundisho ya kiroho. Kwa karne nyingi imekuwa ni mfumo wa utawala, mfumo wa mamlaka ya kimya kimya. Utawala huu si wa kiserikali, bali ni wa roho na fikra. Unatenda kazi kwa hila. Unakufundisha kuamini kuwa kutii ni ibada, kuhoji ni uasi, na kuteseka kimya ni neema. Fikiria juu ya kijana kijijini anayetakiwa kutoa zaka kwa kila mavuno, huku familia yake ikilala na njaa. Anapopeleka sehemu ya mwisho kwa mtumishi wa Mungu, anaambiwa kuwa hiyo ndiyo sadaka ya kumpendeza Bwana, na kwa kufanya hivyo atavuna baraka. Je, hii ni ibada au ni ujanja wa kumfunga mtu asihoji? Katika Biblia zipo aya ambazo kwa macho ya kawaida huonekana takatifu, lakini kwa macho yaliyoamka zinafunua hila ya kifalme inayotumiwa kujenga hofu. Warumi 13 mstari wa 1 hadi wa 2. Kila mtu aitii mamlaka iliyokuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imewekwa na Mungu. Tafsiri ya kweli ya maandiko haya: mamlaka yoyote hata ya kizalimu inatangazwa kuwa ni ya Mungu. Hii ni njia ya kuzima upinzani wa kiakili, kumfanya mnyonge akubali kunyanyaswa kwa jina la baraka, huku akiuziwa hofu kwa sadaka na zaka. Mathayo 5 mstari wa 39. Lakini mimi nawaambia, msishindane na mtu mwovu, bali mtu akupigaye shavu la kuume mgeuzie na la pili. Tafsiri ya aya hii: unafundishwa kutetea wema kwa kujiumiza, huku mtesi wako akibaki salama. Mfumo huu ni kizuizi cha mapambano dhidi ya mfumo kandamizi wa kizalimu. Ni sheria ya utawala wa imla. Tii hata kama unaumizwa. Malaki 3 mstari wa 10. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula nyumbani mwangu. Nitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka. Tafsiri hii inatuonyesha kuwa mnyonge anahamasishwa kutoa kwa matumaini ya kufunguliwa mbingu. Lakini mbingu hizo hazifunguki bila kuzinunua. Wanaopewa hizo zaka wanajenga na kustawi vizuri, waumini wakisubiri baraka za mbinguni. Nenda leo katika makanisa ya mjini na makanisa ya vijijini. Utamkuta mchungaji aliyenunua gari la kifahari, wakati washirika wake wanafunga kwa siku 3 wakimwombea baraka na kuitikia amina kwa matumaini ya miujiza. Huu si upendo wa kiroho, ni mtego wa imani unaojenga utumwa wa kiakili. Mtu hujengwa kwa hofu,
Ukiacha huduma utaondolewa baraka. Ukihoji, umeshikwa na roho ya uasi. Usitende, subiri Mungu ahukumu. Dini ni chombo kama gereza la fikra na la kiroho linalozuia watu kufikia ukuu wao wa kimungu walionao ndani yao. Dini imelazimisha watu wote kukusanyika na kusema lugha moja kama ndio mwisho wa kila kitu. Tumefundishwa kwa maelfu ya miaka kuwa waoga wa kusubiri, waoga wa kujiuliza, waoga wa kutambua kwamba tumepotezwa. Tumelishwa ahadi za mbingu kama sehemu ya raha baada ya kifo na kutishwa kuwa usipotii kuna moto wa milele, huku tukipokonywa na kunyanyaswa kwa jina la Mungu. Ni wakati wa kusema hapana, sitaki tena kutawaliwa kwa jina la mbingu. Ni wakati wa kukumbatia uamsho, sio wa dini mpya bali wa fikra huru, nafsi huru na uamuzi wa kweli wa kiroho. Basi unaweza kuangalia jinsi mbingu na moto wa milele zinavyotumiwa kama silaha ya kuua fikra na sauti ya ndani. Katika historia ya dini na jamii, dhana ya mbingu ni kama tuzo na moto wa milele ni kama adhabu imekuwa ikitumika kwa makusudi kama silaha ya kuendesha akili na roho za mwanadamu. Hizi sio tu imani za kiroho, bali zimekuwa zana za kisaikolojia za udhibiti, zikivunjilia mbali uwezo wa mtu wa kufikiri kwa uhuru na kusikiliza sauti yake ya ndani. Watoto wengi hukuwa wakifundishwa kwamba kuhoji maandiko au viongozi wa dini ni dhambi, na kosa hilo linatosha kabisa kumpeleka mtu motoni milele. Kwa hiyo, badala ya kufikiri kwa kina, wanadamu hujifunza kuwa kimya na kuogopa kuuliza maswali ama kuuliza chochote na kukubali kila kitu kama kilivyo, hata kama moyo wao wa ndani unagoma. Hii humfanya mtu asiulize maswali ya msingi kama vile, nani aliniambia haya ni ya kweli? Ni nani ananufaika nikiamini hivi? Je, sauti yangu ya ndani inaniambia nini? Kwa kuwa maswali hayo ni uasi kwa Mungu na ni dhambi, mtu huchagua kukubali na kukaa kimya. Kwa njia hii, mtu akijaribu kuhoji, moto wa milele unageuka kuwa mzimu wa udhibiti wa ndani unaomtesa mtu endapo atajaribu kuamka. Mbinguni pamechorwa kama sehemu kamilifu yenye raha na furaha, lakini inakuja na masharti ya kufuata maagizo ya dini bila kuhoji. Kwa hiyo, badala ya kuwa safari ya ndani ya kujitambua, inakuwa ni njia ya kukubali utumwa wa kiroho kwa matumaini ya thawabu ya baadaye. Masharti haya ya kufika mbinguni yanawekwa na watu, sio Mungu mwenyewe. Wanafanya hivyo ili mtu asiishi kwa uhuru, bali aishi kwa woga kwa kuikosa mbingu au kuingia motoni. Kwa kujenga taswira ya Mungu anayewakasirikia, anayeadhibu vikali milele na anayechukia waasi wa mafundisho, mfumo huu wa hofu unaua kabisa nguvu ya kuuliza. Mwanadamu anapokuwa na hofu ya kuuliza, anakuwa rahisi kutawaliwa, anakuwa mfu wa kiakili na anajitoa mwenyewe katika uhuru wa kiroho. Mungu wa kweli hana masharti ya moto wa milele. Moto huu ni silaha ya kuatisha wale waliotaka kuamka. Hivyo hakuna mahali panapoitwa mbinguni kama thawabu ya kufuata masharti ya uongo. Hizi ni fikra za kifungwa zinazojengwa ili kumtawala mwanadamu kwa kuua uhuru wake wa kuuliza, kuelewa na kuunganishwa na sauti yake ya ndani. Mbinguni ni gereza la fikra, si mahali. Ni ngome ya kiakili iliyojengwa na wale wanaoogopa nguvu ya mtu aliye huru kiroho. Mwanadamu anapokuwa mjinga na mwenye hofu ya kuuliza, anakuwa mtumwa wa akili yake mwenyewe, akiwa amefungwa kwa funguo alizozishikilia yeye mwenyewe. Ni wakati wa kuamka, ni wakati wa kuhoji, ni wakati wa kusikiliza sauti yako ya ndani. Ndiko ambako Mungu wa kweli anapoishi.